Umeona yeah. Mbosso alipokuja sebuleni pale kwa Fela, kipindi hicho watoto wengi wanakuja kuomba kuingia pale, mkubwa na wanae. Umeona wengine wanapiga mangoma, mabiti ya mangoma, wengine nini, unaona wanajifunza kuimba na nini. Yule alipokuja kipindi hicho mimi ndo na rekodi Nimbe Nini ya kwanza. Aliwakuta watu watatu pale ukumbini. Wawili wale ndo wanasikiliza watoto wanapokuja wa vipaji. Misha sahau long time babu after now wao wameweza kama star, mimi ndo hivi choka bovu. Unaona walipokuja pale na mimi ndo nipo kwenye coach hivi, coach kama hili hapa nimenyoosha, ilikuwa jekundu tena nimelala hivi, napenda kunyoosha miguu. Yule dogo amekuja ameomba kuimba. Mimi naomba na mimi na muimbaji. Wewe muimbaji naomba kuimba, nataka kuimba nisikilizwe. Naitwa nani? Malomboso, ndo nakumbuka hivyo jina. Haya imba. Akapiga goti. Mpaka alipokapiga goti siku hiyo najua. Mguu mmoja alikunja, mmoja uliinuka, afu mkono ngopo kama kwenye shavu hapo. Akaanza kuimba. Nilipenda Malomboso, nilipenda. Yani kama ajui basi ndo hivyo mimi namkumbusha, kama alisahau ndo alifanya hivyo, na kama yeye binadamu kweli aswa ataelewa na atajua hii ni kweli. Umeona? Wale washikaji walikuwa na cheka tu pale. Lakini mimi pale nilipolala nimetulia hivi, mimi napenda sana kumsikiliza mtu voko yake, melody na kila kitu. Huwezi kujua mimi nakusikiliza nini. Unajua hapa kuna kitu. Basi wale wakamwambia ajue kuimba. Unaona? Fela alikuwa anaongea na simu nje, anaingia ndani, anaongea, unajua mtu mkubwa yule. Unaona? Sulesh yuko chumbani studio ana rekodi. Pale walipotoka nje akawa dogo analalamika, anasikitika sana na analia hivi. Basi Fela akaingia ndani baada ya kumuomba sana yule mtoto, mimi najua kuimba, mniambia sijui hivi na hivi. Yule Fela alipoingia ndani akauliza, bwana kwani dogo vipi? Wale jamaa wakaambia ajui kuimba. Unaona? Baada ya kumwambia ajui kuimba, Fela akuchoka tena, akaenda mlango wa studio akagonga. Koko. Sulesh alipotoka. Bwana dogo wewe vipi? Naona jamaa dogo anatia huruma tu, analialia vipi? Anasema mimi niko hapo ndani kusijamsikiliza. Unaona? Sasa neno la Sulesh kwa Fela moja akasema, kwani Makonde vipi amemsikiliza? Makonde ndo anamaanisha ni mimi. Yaani wewe ndo umsikilize Mbosso. Ndo Sulesh ndo anawaambia Fela, kwani Makonde hajamsikiliza? Mimi ananitania tu. Makonde si unajua watu wa kusiti kienda kule wote tunaonekana Makonde. Sema sijamuuliza. Ndo Fela akaniambia, Makonde vipi dogo umemsikiliza? Nikamwambia anajua kuimba balaa. Nilivyo kasema mimi. Wale jamaa walinicheka. Unajua vicheko vya dharau fulani hivi. Nikaona hawajielewi, na wakiunganisha mimi walivyoambiwa Makonde akajua kabisa huyu Jomba Nchumali haelewi. Unaona? Kumbe mimi naelewa muziki kuliko wao. Basi neno la Fela tena akasema, kama Makonde amesema unajua kuimba, basi wewe unajua kuimba, kuanzia leo unakuja hapa mazoezini, umeshapita. Kwa hiyo acha unyonge, acha kulia. Sawa mwanangu? Sawa. Ila wewe ukawa sababu ya Mbosso kuingia Mkubwa na Wanawe. Mwenyezi Mungu ananisikia na mbingu zote zina, kama sauti hii inajua inamfikia Mwenyezi Mungu anaelewa. Fela Sulesh dogo nani Mbosso akasema, akashukuru baya, akasema basi mimi naomba lifti naenda Mbagala. Nje pale kulikuwa na Nissan Patrol, ilikuwa kama rangi kama ya hizi sofa hizi hapa. Nissan Patrol. Kulikuwa kuna brother Side huyo ambaye huyu walindi rafiki yake Fela, mpaka nini yu hapa anamsaidia mambo ya entertainment kipindi hicho wakati anakuja huko. Alafu kulikuwa na mama mmoja simkumbuki na yule mama na Fela ndo akaingia na huyo dogo sasa ni Mbosso. Ndo akaingia kwenye gari wanaondoka Mbagala huko. Blaza Side kipindi hicho ndo usiku wake naona anarudi huku Lindi. Mimi nikarudi zangu wapi? Magomeni. Umeona? Nikabaki Dar nikarudi Magomeni. Ndo chanzo cha dogo kuingia pale. Kwa hiyo sasa leo unaponiambia eti apokee simu yake. Hello, bongo hiyo. Ni hatari. Na sasa hivi ila hamna bwana, sio kweli. Sasa hivi kuna project ambazo umeziandaa kwa sasa hivi. Ni kweli kuna project ambazo nimeziandaa, ziko safi, ziko poa, zipo. Kuna baadhi ambazo tayari nisharekodi, audio zipo. Lakini sasa hivi sitaki kufanya yale mambo kama muda ule.
Yaliyoniharibia ameniharibia maisha yangu sana. Sina chochote kwa sababu nilikuwa naenda kiutoto, afu nilikuwa sina management, sielewi lolote. Unaona? Kama kuna watu pia na mimi niliwapush kwa yani aina moja au nyingine, kama kweli watakuwa na moyo kwa kusema kumbe bro naenda alisababisha mimi nikafanya hivi. Hii dunia tuna hizi kamera, tuna wewe mwandishi wa habari, najua sauti itafika kokote. Mimi naso nipo, unaona, manamba yapo nini, sema mwanangu wewe, ngoja nikupe tagi 1 2 3, na mimi nikasogea pale, haina shida. Lakini ndio hivyo sasa hivi nikamwambia brother chila bwana, ni push hali yake, unajua sasa kwanza hata kwenye muziki sasa hivi kama sijui kaacha sijui vipi market sasa hivi naona kapewa mambo mengine tu na Mwenyezi Mungu, si unajua? Kwa hiyo Mbosso akitokea akakucheki bana naso zitufanye kitu hapo, vipi utafanya? Wewe yule msanii mkubwa, ndio maana hata kwa akili yake hata siku ile anakuja afu ikatokea hivyo. Ndio maana anasema kwa Diamond hadi kwa Mbosso usimapokee simu zao. Labda walikopo labda kwenye harakati zao zingine simu kwa muda wote kwa zinapigwa faja hajapokea kwa muda huo, lakini hawezi kukosa heshima hiyo. Sasa hivi kuna sakata la Chidi Benz na Dudu Baya. Umelisikia lakini? La nini? Yaani Chidi Benz na Dudu Baya sasa hivi wanarushana maneno mtandaoni. Yaani maneno haya yanahusu nini yani? Shiti tu. Shiti zisizokuwa na sababu. Yani, kila mmoja anamvimbia mwenzake. Wewe unavyoona kwamba Chidi Benz Dudu Baya, nani ambaye ni legend sana? Kwa sababu Dudu Baya amesema kwamba yeye ndio legend. Chidi Benz alikuja kuanza muziki, yeye ndo anamsaidia. Na yeye ndo alimpa jina la Chidi Benz. Akawa ajiita Chidi Benzino, akajiita Chidi Benz. Mimi hao wote nawapa heshima kutokana kwa muziki. Mimi naimba, si unajua? Mimi naimba, nafanya mnanda, nafanya singeli. Long time nafanya singeli, nafanya mnanda, unaona. Mimi mablaza zangu wala kina Malem Juma Mpogo wameshanitichi mimi kwenye muziki ya nani ya minanda. Mimi naipita ile kama mwizi anapopita kwenye simu. Unaona. Mimi wakina Dogo Mfaume washanitichi ile muziki. Hadi wakati kipindi kile anatoa kazi ya dukani, mimi ndo nampeleka pale kwa mamu pale anachukua hela zake, anaenda kula mambo yake, ananiachia kidogo. Yaani wanangu yani wale. Lakini kwenye muziki wa hip hop mimi ni shabiki mkubwa. Sio mfanya hip hop, lakini mimi ni shabiki, hata kwenye show zao huaga na kaa mbele. Wale watu wote mimi nawapa heshima kubwa kwa sababu wote wale mablaza zangu wa Tanzania. Kwanza spendi wanavolumbana, wanavogombana. Wote wana watoto sasa hivi. Wao watarushiana maneno lakini wajue kuna watoto zao, watasikiza interview, watafanyaje, sio wanavotukanana, wanavozalauliana. Na kwa sio poa. Na Chidi Benz namkumbuka miaka ile tuko wadogo, mimi tunaenda disco la Jumapili Bilikana zinaona wanavoimba. Kulikuwa hapo kuna matamasha yanafanyika Leaders miaka ile sielewi. Walikuwa kipindi kile wale wakina Parkland wako moto sana, CP na mwenzie yeye alikuwa anakuja pale, ninakumbuka miaka ile naimba nyimbo yake ile unaniacha hoi nachoka na pagawa na chizika niacha hoi. Unaona hata yeye mwenyewe za Chidi au wa Dar es Salaam hiyo au wajanja time hiyo goma analijua la Chidi. Nilikuwa tunaruka nalo madogo Bilikana hadi kule wapi Leaders kwa miaka hiyo, unaona. Nilikuwa naona mablaza kina nani na kupenda mpenzi sijui nini, tulikuwa tunaruka nazo sisi, tunatoka madensa tunacheza. Kwa unawaambia nini mablaza? Mimi nawaambia waache kulumbana, zipo lakini waache kutukanana, kudhalilishana, unaona. Wao washakuwa watu wazima sasa. Wakifanya hivyo kizazi changu mimi, kizazi kingine kidogo, interviews zinaishi miaka yote, itakuwa vipi? Unaona, wasifike huko. Kama kuna mambo ya kuweka sawa, maisha mengine yakaendelea. Matusi ya jengi. Sawa. Na labda unawaambia nini mashabiki wako? Sasa hivi ni 2026, mwaka ndo tunauanza. Umejipangaje? Mimi baba 2026 nasema mimi naso nipo. Na so nipo kama kawaida. Unaona, lakini siwezi kufanya nini kama mimi peke yangu. Mimi sina hata nia ujue. Unaona, mimi sina hela.
sina hela. Muziki unahitaji hela, studio unahitaji hela. Unaona? Studio unahitaji hela, muziki unahitaji uvae vizuri, promotion, unaona? Mimi na mashairi tu kwenye kichwa, na mashairi vibaya, na mashairi ya bongo flavor, na mashairi ya singeli yamejaa, na mashairi ya minanda yamejaa, umeona? Na mashairi ya mazuku, unaona? Mimi nafanya mpaka live bendi, yani niwekee nyimbo ya kizamani ile yote naipita ile kama nakunywa maji hivi, nikula ubwabu afu ndo nakunywa maji, naipita vibaya. Na mimi napiga masebene, yani marapa ya masebene, yani sijui kama ya Ngwasu masijui nini, sijui marapa kina Totoze Bingwa, sijui kina nani, mimi napita ile kama sijui kama nimepagawa. Unaona? Kwa hiyo sasa mimi siwezi kufanya kitu bila support. Mimi naomba support kwa Watanzania. Kwa sauti yangu wanavyoniona wanisadie. Sina hela mimi. Kufanya kitu ni hela. Mimi sina hela. Sasa nikajivimbisha hapa, mimi na hela, mimi sina hata 100. Unaona? Mimi sina hata 100. Mimi niko nilivyo tu, sina hela. Ndio maana na respect wote, wasanii wakubwa na wadogo, na sitaki walumbane, sitaki wagombane. Naona mimi naongea ukweli tu. Yaani mimi nimezaliwa mimi kuongea ukweli. Yaani mtu akisema bwana Nasoro fresh au hapo umekosea. Nimekosea hivi. Okay. Ukitaka niseme vipi? Iko hivi. Au kama mtu sijui ataona labda mimi sijui nimeingiza jambo au labda mimi simjui, sijui yeye aje na details yake afu aseme bwana wewe sio kweli, sio hivyo, sio hivyo. Kwa hiyo mimi ndo naambia, yani kama vile alikokuwa Mbosso. Mbosso ni ndugu yangu. Sasa unatuachaje mashabiki akapela kidogo ya ngoma yoyote? Hasa sema na moyo wako. Nasema na moyo wako. Zamani mwanangu. Kwani hapo zamani mama nilikueleza, kwani hapo zamani mama nilikueleza kuwa mimi nakupenda mwenzangu we ukanibeza, kuwa mimi nakupenda mwenzangu we ukanibeza. Sio siri kama Kiuchila anavyokueleza, sio siri kama Nasozini inavyokueleza. Mimi sasa superstar nasema hutoniweza.